Wadau. Hey. Kama kawa kama dawa. It's your guy MC Sisto Kings KE. Na leo leo nakaa business person. Yani leo nakaa biashara. Naona leo watu wenye nimepatana na wao leo alikuwa ananiambia unakaa ni kama wewe ni mwanabiashara leo. And you are not wrong. Today I'm a businessman. And leo kidogo leo nataka niongee na watu wa biashara, business people. Today I want to talk to business people. Today leo nataka kubonga na watu wako business minded, watu wanafikirianga kuanza biashara, watu wana run biashara na wanataka biashara ingine, watu wenye wanajiaminia kwa business na wenye wanataka kuanza business. So today I want us to have like a conversation. Hapo kwa comments pia unaweza niambia wewe unafanyanga biashara gani, unaifanyangaje, ni nini unapenda ya hiyo biashara na hardships za hiyo biashara ni nini. Pia unaweza tuambia ni nini pia wewe unatakanga kufanya kama ufanye biashara, ni nini unatakanga kufanya. Na unaweza saidia mtu by the way na idea, unaweza saidia mtu na options za kuchoose business, unaweza saidia mtu na any other thing. Unajua hii Kenya ni kusaidiana, you know. You got it? Unaweza kuwa na knowledge siko nao, unaweza kuwa na knowledge huna. So here we do the conversation. So make sure una like, kama huja subscribe hii channel, make sure una subscribe. Make sure una like, make sure una comment, make sure una share na msee. Inaweza saidia msee mwingine kama si wewe. Unaweza saidia best yako na hii link, na subscribe na watch na comment. So ukiwa na swali yote, make sure pia unauliza swali hapo hivi kwa comment, na yenye nitaweza kujibu nitajibu, yenye sitaweza I'll do more research on it. But all in all, we have to get solutions on this. So in the meantime, nikubalie tuingie kwa the main business today. Na today I want to talk about kuna hawa se wanasemanga hakuna kazi, hawa se wanasema mimi nangoja kuandikwa, mimi nangoja nipate 1M, mimi nangoja nipate 500k ndo nianzishe biashara, mimi nangoja nianze 200k. Guess what? Leo mimi sikupigia hizo biashara za hizo that huge amount. So nabonga na msee anaanza biashara, msee anatafuta side hustle, mtu anatafuta part time job. Juu zingine zenye nitakwambia unaweza fanya part time, zingine unaweza fanya full time, zingine unaweza zifanya your day to day job, depending ni job gani na depending ni nini unatafuta. So leo nataka nibonge nao wase, hata si 200k ati utafuta 200k ufanye hivi, hata si sasa nitakwambiaje, hata si 100k, hata si 80,000. Guess what? Leo naenda kuzungumzia biashara yenye unaweza tumia the lowest amount kuanzisha na ikupe faida, na hata si 50k. Guess what? Hata si 40k. No. Hata si 35k. But today I want to talk about 15 businesses you can start with 20 to 30,000. 20 to 30,000 in Kenya. So keep in touch. Kana mimi, acha tubonge. Make sure ume like, ume comment na ume subscribe. So let's get to the business right now. Tuanze na biashara ya kwanza. So after hii video mimi sitaki kusikia msee uko nje akisema ati hakuna job. Unajua somebody, a friend of mine, tulikuwa tuna have conversation hivi, na by then yeye alini motivate kufanya hii video. So tukiwa tumekaa mahali hivyo tunakunywa kachai, akaniambia manze, mimi pesa ya chai siwezi kosa. Mimi nikamwambia bana, mimi juu ya economy vile iko, manze jo, mimi niko tu ndogo, mimi siwezi. So you get it. After ameniambia hivyo, after nimemwambia hivyo economy ni mbaya, hakuna pesa, hakuna nini, guess what aliniambia nini? Aliniambia sister, acha nikuambie. Usiwahi tafuta excuse ya kutokuwa na pesa. Never. Usiwahi tumia energy yako kutafuta excuse ya kukaa bila pesa. Kutafuta excuse na maanishaje? Unatumia energy yako mingi kufikiria venye kuna mashida. Ati economy iko juu,
sijui iko, sijaandikwa kazi, walai nikapata sijui 300k, sijui. Hizo zote ni excuse za kukaa bila pesa. And don't. Unaona hiyo energy unatumia kufikiria hivyo na kureason hivyo. Ati nimesota juu mafuta iliongezewa. Nimesota juu economy ni ngumu. Nimesota juu sijui sijaandikwa kazi. Nimesota juu natafutanga 300k na save hazitoshi. Sijui. Never. Hiyo ni energy mingi unatumia. But unaweza tumia hiyo energy kutafuta solution to the hardship yenye iko. Mafuta imepanda. Okay, na juu siwezi badilisha mafuta. What can I do? Unaget? What can I do? Ndo economy mimi isinigonge sana. Inatugonga ndio, but what can I do? Ni survive. Unaget? Sijaandikwa job ndio. Na what can I do juu sijaandikwa job? So nafaa kukaa chini nilie? No. Okay. Job yenye nafikirianga kuweka inataka 500k. Na niko na 20k. So nifanye nini? Nikae tu hivyo nilie? No. That's why nimecome to Bonge. Juu hata watu wengi wa biashara wenye by them unaonanga ni kujituma. Unaget, wase wanajituma huku nje. So hiyo kidogo uko nayo, hiyo ndo nataka kukufanyia hesabu ya venye unaweza anzisha. Unaget? Na usikue mtamaa kwa biashara. One thing, usikue mtamaa. Usitake kuomoka na one day. Kuna biashara ya kuomoka. Okay, let me tell you, kuna biashara ya kuomoka na kuna biashara ya kusustain. Kuna biashara ya kuomoka na kuna biashara ya kusustain. Can I break it down? Can I break it down to you? Biashara ya kukukeep ama ya kukumaintain ni ile biashara umeweka ikulipiange rent, yani ikulipiange bills, rent, transport, chakula, na unabakisha pesa kidogo yako. Hiyo ni biashara ya kukumaintain. Usifanye hiyo biashara ya kukuomosha. Never. Hiyo itakupiga stress. Another thing, have a strategy. Kwa biashara yote unafanya, have a strategy. Strategy ni kumaanisha aje? Usione Sisto ameanza, Sisto alifungua kisiagi pale, na inaenda watu, wacha hata mimi nifungue pale, bro. No, hujui strategy yangu. Wewe unafungua juu mimi nimefungua. Labda mimi nafungua juu kwetu ushago nimelima eka kama 10 hivi za mahindi. So mimi hata nikiaka hiyo kisiagi hapo sitegemei yao clients sana kama ile mahindi mimi nitachukua ushago nikuje nisiage niuze unga. Wewe unafungua juu ya hawa clients wenye unaona mimi niko na wao wengi. Unaget? Ati unataka kufungua biashara ya viatu juu Sisto amefungua na watu wanakam. Bro, utapigwa na depression, utachoma do yako. Hujui kwa nini mimi nilifungua. So first thing, kuwa na kitu inaitwa strategy. Unaget? Strategy. Nafungua hii biz, nataka kufungua hii biz. Haya, naifungua kwa nini? Okay, setup ya place ni wapi na kwa nini ni hiyo place? Okay, my target customers ni kina nani? Unaget? So leo naenda kukubreakia down. 15 businesses in Kenya. Unaweza anza na 20 to 30,000. So kama una watch, una click like, una comment ile biashara unafanyanga ama biashara unatakanga kufanya na biashara unaweza taka ni break down next, una make sure ume comment hapo hivi. Na kama pia unajua challenges hizi biashara nitataja, hizi biashara zenye naenda kuzi break down, make sure unatu commentia hapo. Unaweza saidia mtu, by the way, you never know. Yeah, you never know. Kuna mtu unaweza saidia somewhere, maybe anafanyanga biashara nitataja hapa ama biashara unafanyanga na amekwama kwa kitu yenye wewe unajua. You never know. So tuko hapa tuokoleane. Comment, subscribe, share hii link ndio kila mtu asaidike. So naenda kuanza na biashara number 1. Business number 1. Andika hapo 1. Number 1. Wewe mwenye unaniwatch, andika hapo 1. One of the businesses unaweza anza in Kenya na 20 to 30,000 ni biashara ya mitumba clothes business. Akia nani? Mitumba. I have friends of mine wenye mitumba enyewe penye imewapeleka. I can tell they are doing good, by the way. Mitumba is one of the best businesses unaweza anza na 20,000. And I'll break it down to you. Mitumba clothes. Unaget? Hiyo ni kuuza X clothes. Unaget?
So mitumba, kitu ya kwanza unafaa ujue location. Jua your target customers kama kawaida venye nimekuambia, your target customers. For example, kuna mtu anauza nguo za madem za mitumba. Unaget? Anauza nguo za madem tu za mitumba. Hizo tu. Unaget? Na kwa biashara kumbuka nilikwambia you don't have to be lazy. Don't be lazy in a business. Unaona kale ka effort kidogo unaonanga sasa hata hii nikifanya italeta change, fanya. Ukose kuleta. Fanya uone kama italeta. Those small efforts are the efforts that brings profit. Na usi expect that profit mingi, hapana. So mitumba clothes, how do we do? Mitumba clothes unafanya hivi. Unaamka asubuhi, unaenda Gikomba. Unachagua kwa bills. Tafuta, kuna watu wanakuanga Gikomba wenye ukiwaambia ni aje, mimi nadai nguo za madem. Okay, ni aje, mimi nadai denim. Oya, mimi ni aje, nadai nguo za men Gikomba. Kuna wase huko Gikomba wanaweza kuonyesha wakwambia, unadai hizo, nitakuwa nakutafutia. So wao wase watakuwa nakwambia ni aje, kuna beli inafunguliwa ya dresses kama zenye unataka na si ufike kesho 6. Anakuja na kuchukua na kupeleka. Unaget? Anakuja anakuchukua anakupeleka Gikomba. Akisha kupeleka Gikomba anakuonyeshanisha na customers na wase wa kuuza na wenye ule ufungua bells Gikomba. Anakuonyeshanisha na wao na unanunua. Ukianza nunua in pieces. Chagua zile pieces zako kali. Tunazitanga kamera Gikomba. Chagua kamera zako. At first tunaweza anza na stock ya 15,000. Nguo za 15,000 my friend, ziko fiti. Nunua hizo kali. Juu Gikomba you can get manguo za 200, 100 to 300. Unaget? Ukianza, that is ukianza. So chukua hizo manguo za 15k. Unadhani ukiwa na 15,000 uchukue manguo za approximately 200. Hizo ni nguo ngapi my friend? Na hizo zenye umenunua na 200 utakuja we mwenyewe uziuze nguo za 200. Unafanya tu value addition kidogo. Zenye zinahitaji kufuliwa unafua, zenye hazifuliwi unapiga pasi. Nguo imetoka Gikomba unaileta kwa base yako, unaipiga pasi we mwenyewe. Na hii ni stock ya 15,000 I'm talking about. Unaipiga pasi we mwenyewe, then unaiweka kwa maybe kibanda. Unaget? Hatuanzi na shop might be expensive na hizo ni expenses zingine. So we start na somewhere kwa kibanda. So you choose location. My friend. Unaweza kuwa uko na nguo kali my friend na ziendi, they are not going because the location you choose si haiendanishi na hizo nguo. Haya, unachukua hiyo 15,000, si ndio? Haya, transport tuiweke like 2k, hata tuiweke 2k at maximum. Juu for example kutoka Murang'a hadi Nairobi hiyo ni 300, kurudi ni 300, hiyo ni 600. Kuingia Gikomba utumia hata 70. So hiyo ni 370 upiga round Gikomba ukule lunch ya so hizo ni 3k do 3 something ukule lunch ya so ulipe mtu wa kukupeleka punch, uchukue bike uilipe 200 ikupelekee huko, maybe ulipishwe mzigo 200 nini vitu kama hizo. So that's why naiweka at most 2,000. Hiyo ni yenye uko comfortable nayo Usiseme nai. Nunua packaging bag za 1,000 kwa shop yako. Haya, tumia marketing yako ya 2,000. Unaget? So uko na stock ya 15k. Haya, unachukua transport ya 2k. Haya, packaging paper za 1k. Hizo ni 17,000 I guess. 18,000. 18. So na hii 2,000 ni ya marketing. How do you do marketing? Nguo za mitumba unaweza uza online. Wewe mwenye huna kibanda somewhere ama una shop somewhere, unaweza kwa nyumba yako unaziuza online. But many people are selling vitu online. Acha ni waibie siri wase. Kuna wase online they are doing baka na tamani hiyo biashara. They are selling online manze. Hawa wase wanaendanga soko asubuhi, wanachukua mali safi, wanakuja wanazi-iron zenye zinahitaji ku-ioniwa. Yaani huo mse akiweka nguo yake pale na anaiuza online my friend, utapenda pia wewe. Utapenda my friend. And they do mark, ukiuza online make sure unaangalia time. Kama ni TikTok unaangalia time. Ni time gani? Okay, kuna algorithm ya TikTok. So you must jua ni time gani watu wako online, ni time gani watu wako
wako active online. Are you getting it? So you must check on that. So kuna watu wengi mimi naona online. Unajua kuna wase wananiulizanga aje, sisto, hawa wase wenye wanauza online wao pata pesa kweli? Wao pata pesa kweli? Create trusted customer and uza online. So hiyo imekuja 20,000. Imagine a day ujieke pole. A day ujieke kuuza nguo 10 a day. So that means, acha tupige hii hesabu na nyinyi. That means nguo yenye ulinunua 200 ukakuja ukaipiga pasi ukaiuza at 5 to 600. Let's say 500. Uza nguo 10. So kumaanisha kwa nguo moja unapata 300 kama profit. Uza nguo 10. Uza nguo 10. Hizo ni 3,000 a day, my friend. Nani analipwa 3,000 kila siku? Hata watu wenye wako bank, nani analipwa 3,000 kila siku? Si lazima uandikwe, my friend. So you see that, uza 10 clothes. Mali safi tu hapo hivi kwa kamera unazi bla 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 bla. Uza. Una get? Jipe target ya 10 clothes. Una get? So unauza mtaani mchana, unaingia mtaani ukiuzanga nini una build kitu inaitwa customer trust. Then jioni kuja we oga, lala masaa yako 2 3, pika sapa, masaa yake ingia live. Uza hizi nguo live, my friend. Ujipe target ya kuuza 10 clothes. Nguo zenye umenunua tu, so uuze punch, hata usiuze pesa mingi. Uza punch hata kama ni kali aje. That is one business, guys. So tumeambiana aje? Siri ni kujituma na si lazima uandikwe. Sawa? Jua target place yako ya kuuza hizi manguo. Place kuna students, place kuna Gen Z, place kuna hivyo. So kama kwenyu kuna campus ama college, hizo zinaendanga sana. Another thing, business number 2. Business number 2. Now business number 2 iko most popular. But I feel like people never get enough of it. Business number 2 ni ya kuuza smoky, sausage and egg stands. Are we together? Ya kuuza mayai boiled eggs. Unaget? Nitakuelezea. Mayai ya kuchemshwa na smoky na sausage hivyo. Hizo watu wenye unaonanga na trolley. My friend, wacha nikuambie, inaosikufichi, kama kuna watu wako na pesa hii Nairobi, hata si Nairobi, kwa hiyo mtaa yenu, kama kuna watu wako na pesa ni watu wanauza mayai, smoky, smocha, you see those things. Kama kuna watu wako na pesa ni hao. Wengine kwanza wanakuanga hapa OTC. Hapa gari za Murang'a Shuttle zinabebeanga. Enda hapo, my friend. Hao watu wana pesa, my friend. Hapo Murang'a Shuttle penye zinabebeanga, by the way. Big up to Murang'a Shuttle, big up to Martin wa Shuttle for the great service. Natumianga Murang'a Shuttle, by the way. Unaona hapo hivi kuna wamama utapata hapo hivi wanauza mayai, smoky, alafu value added. Guess what? Wanaongeza waru. Hao watu wana pesa upuzi, watu wangu. Wao watu wana profit iko hivi. But huwezi jua. Let me break it down. How? Haya. Twende kwa budget. Budget ya hii smoky, sausage na mayai na nini. Hizo. Acha twende kwa budget. Haya, stand ama kale katroli. Mnakaitanga aje hii stand ya mayai. Inunue 10,000. Umeandika hapo 10,000? Let me write it. 10,000. Haya, 10,000. Initial stock. Chukua stock ya around 12,000. 12,000. Hizo ni 22k. Nilikwambia ni 20 to 30k. Hizo ni 22. Si ndio? Haya, makaa, utensils, to visu, nini to pay 3,000. Hizo ni 25k. My friend, license chukua na 5k. Hizo ni 30. Now, na hiyo nimepiga budget ya at most. Now, kitu ya kwanza, hii license uko safe kutokana na kanjo, uko safe kutokana na health. Iko kwa hiyo 5k. Sawa. That's why nimei break down hivyo. Kanjo najua ni around 1k. Si ndio director? Kanjo ni 1k ama 2k hivyo. So hiyo ingine ni ya health. So, yeah. Imagine. Imagine. Unajua watu wanadhani ni jokes. Imagine
Mayai saa hii ni 40 ikiwa imechemshwa, 40 bob ni 40 Nairobi. Kuna mali nilino hata wacha tuiweke 30 bob. Hii mayai unajua unanunua pesa ngapi na wholesale? Kuna mahali unanunua hii mayai ikienda sana ni 15 bob, lakini at most inauzwa 12 bob. Mayai ni 12 bob na wholesale. Tafuta mashimo wewe nani, 12 bob. Hii 12 bob ni kumaanisha ukiuza mayai moja inakupea around 110%. 110% inarudisha hii 12 yake. Una get? Inarudisha hii 12 yake na inakuongezea kwanza inajilipa na inakupea faida ya 110%. Just imagine mayai tu moja my friend. Waru, enda na huku ununua waru na buckets na nini, kuja chonga waru vizuri, chemsha. Ukishachemsha ilete kwa kazi. And you know what? Siri ya hii kazi ni moja, acha niwaambie. Siri ya hii kazi ya mayai, smoky, waru ni moja. Kitu ya kwanza ni usafi. Tumia dust coat ya white na ikuange safi. Kachumbari, hatutaki kuona nzi hapo kwa nini? Please. Hebu kuwa unique na watu wengine wako hapo. Usitake tuonange ati nzi zinapita pita hapo kwa food yako. Hiyo hatutanunua. Food hapo. Hiyo hatutanunua. Una get? Another thing ni kachumbari yako. Weka yenye iko na pilipili, yenye haina pilipili. Juu kuna watu wanataka pilipili, kuna watu hawataki. Watu wengine wamefanya value added ya kuleta sauce, ya kuleta nini, ya kuleta, my friend, hao watu wana make pesa. Hizi 2 bob za juu, my friend, hizo ndo zinaenda hapo. Na watu they are making a lot of money, a lot of money, a lot of money my friend, oh, a lot. Kuna watu wako na stands zao za mayai na wameandika watu. Acha nikupe ujanja Imagine kwenye ushago mko na kuku 200 za mayai. Wewe unaacha babako aende ateseke kutafuta watu wa kuuza kuku, sijui wamwekee wakuuza mayai, sijui wamwekee pesa mwezi moja, sijui tulikata ya hii, sijui hizo vitu zote. Na wewe uko Nairobi, unaweza chukua stand ya mayai, uandike mtu ukienda biashara yako, huyo anakuuzia hapa. My friend, hata ukipata faida ya 700 a day, hiyo ni kweli. Uko kazi yako penye umeandikwa, mshahara yako watukuulizi. But tebu imagine kila siku unapata faida ya 700. Hiyo ni mbaya kweli? Acha tufanye hii hesabu. Let's do it. 700 ya mayai peke yake. Juu hawa huenda hadi na profit ya 3k a day. Hebu enda uulize chama wanatoanga daily by the way. Ndio utajua hii pesa iko. So imagine hata my friend, hata usitake pesa mingi. Jipe faida ya 500. Unajua kwa mwezi hiyo ni 15,000 extra na ile kazi yenye unafanya. Na kama una kazi, you can do it and make more than this 15,000 uki-earn profit ya 500 a day na biashara ya mayai na smoky na waru. Kwanza waru my friend, gai. Unajua venye zinapendwa my friend. So hiyo ni ya 30k. Wacha tuende na ingine. Twende nalo, comment hapo chini twende nalo. Comment hapo chini twende nalo. So remember to subscribe, remember to comment. Tulisema kama biashara yenye unafanyanga, unaicomment hapo chini, unatupia challenges na the good side of it na the bad side of it. So number 3 ni mobile agency sub agent. Hiyo ni M-Pesa. M-Pesa, let me break it down so quick. You know how M-Pesa works by the way. So M-Pesa tumesema ni budget ya 20 to 30,000. M-Pesa weka float ya 20,000. Una get? Haya, tengeneza signage za M-Pesa, za nini, tengeneza signage na 3,000. Si ndio? Table ama ka kiosk somewhere tu kadogo. Juni M-Pesa tu unahitaji kaekelea 5,000. Miscellaneous ya 2k. Miscellaneous ni kama nini? Miscellaneous ni kama stima ilichomeka, miscellaneous ni kama simu imecrack nini, yeke ya 2k. Hiyo ni pesa ngapi? 20,000 float, branding ya 3k, table na kiosk ya 5k, so hiyo ni 28 na hii 2k ya miscellaneous. Hiyo ni 30,000. So simple. Wewe utakuwa unakulia kwa, make sure penye una set M-Pesa kuna flow. Na uangalie flow ya watu wa gani. Watu wa nduthi, au watu deposit my friend. Hawatu deposit. Na make sure uko na friendly na wao na chama zao zenye wanatoanga daily. Ikuwe wewe ndo wanaachia do, unaweka kwa account. Kitu kama hiyo. Another thing ni withdrawals. Withdrawals sana ina happening place kuna stage.
Kuna mali unaendanga unasikia si uchukua tu cash. Si tunatakanga tu cash. Stage ukizindikisha mtu unataka ku withdraw umjenge ka kitu. Watoto wakirudi shule stage huwezi watumia na M-Pesa, you give them cash. So ukiwa na M-Pesa place kuna shule my friend, place kuna stage, hiyo unakula fiti. Una get? Stage ya tuk-tuk, stage ya nduthi na stage ya mat. Hiyo unakula fiti my friend. Then ukiwa na M-Pesa make friends na hao watu nilisema hapa juu. Hao watu wa smoky, watu wa mayai, watu wa mitumba, because after the end of the day they will deposit the money una get, and after the end of the day they will withdraw the money juu ya kupeana change. Mukuchu juu ya kupeana change na juu ya security jioni, ama mtu akifikisha do fulani kwanza ana rush anapeleka ndio alipe somewhere else. So make friends with these people with M-Pesa. But the M-Pesa it's very simple. You just need something we call social capital. Wewe juana tu na watu na ujenge trust. Una get? Ama M-Pesa iweke mali, hiyo nitakuchapia siku nyingine. Weka mali kuna watu wa majani juu ya bonuses, kahawa, watu wa maziwa, hizo vitu. I'll break it another day. Business number 4, andika hapo number 4. Fruit selling business. Tulisema ni 20 to 30,000 budget. Fruit selling. Fruit selling inaanzaje? Nunua stock ya 15,000. Weka meloni yako kidogo, mananasi yako kidogo, apple yako kidogo, banana zako kidogo. 15,000 stock mzuri. Na tulisema kitu ya kwanza, kitu yote ya kukula usafi my friend, usafi. Kwa hii 15 stock, nunua kameza, katebo tu ka display hapo hivi around 3,000. Hizo ni pesa ngapi? 18,000. Sawa. Transport ya 2K, hizo ni 20,000. Kwa unahitaji nini nyingine? Labda ikiwa unataka kufanya value addition. Value addition ni kusema aje utanunua tins. Zinaitangwa nini wewe? Tins za kutengeneza puddings. Na hizo haziwezi pita 1K za kwanza. Another thing ni blender. Kama unataka kufanya value addition, una blend juice. Hizi matunda, angalia setup yako ya penye unaweka hizi matunda. Monso ukaweza kushika watu corporate karibu na hosi. Hiyo ni number 1. Karibu na uwanja wa stage, karibu na stage, uwanja wa magari ni wewe. Karibu na stage, watu hupenda sana kufanya bite kwa stage nini sana matunda. Another thing ni target watu corporate. This is where I was coming to. Watu corporate, make sure unawapelekea kwa maofisi. Kama ni pudding wapelekeange kwa maofisi. Imagine a day uko na clients kama 15 unapelekeanga pudding. Hivyo ni kumaanisha hata before nianze kazi nimeuza pudding 15. Either kuna nini ama kuna nini. Nimeuza 15 puddings kwa hizi maofisi. Nimezipeleka na nimeuza. Hizo kuange au umewashika. Like those are my customers. Una get? Then setup yako iweke karibu na hosi. Moso watu hospitali sana huku la matunda sana. Wenye hawajiwezi unawablendia. Wengine wanataka mixture ya matunda unawafanyia pudding nini pale hosi. Na usi exaggerate bei sana. Hiyo ni number 4. Wewe kama itakusaidia ikusaidie. Kama iweze kusaidia inaweza saidia sister yako, unaweza mfungulia, unaweza mtu wako, bibi yako ama mtu wako badala akae kwa nyumba, you can do that. Another one ni cosmetics and beauty products. Oh my god. Hii pia mnataka ni explain wadau. Kwa nini? Nunua stock ya 20,000. Nunua chains, una get? Chains, nunua pete, nunua perfumes za kurefill, nunua nini, pencils za huku nini. Sana kama umefanya mambo ya beauty. Mimi hizi vitu za wasichana sizijui na nini. Nunua hizo vitu. Piga stock mzuri ya 20,000 ya kwanza Una get Ka display shelf, nunua tu kadogo ka 5,000. Marketing yako ipige 3,000 na packaging ya 2,000. Hiyo ni 30,000. 20, 5, 3, 2. Marketing. When I say marketing, I mean kuwa active social media mtu wangu. Usikue tu kuwa active social media. Useme ati si kila mahali zinauzwa. Zinaweza kuwa zinauzwa kila mahali, but kuna specific wanataka na ni wewe tu uko nao na ujui. Sasa mtu wako Nairobi atajua aje ama mtu wako Nanyuki atajua aje? So hiyo ni budget ya 30,000. Next, chips and snacks business. Oh my god, bites. Nimetoka hapa kuambia bites Tani kubreak down budget. Chipo, watoto upenda chipo kitu ya kwanza. Pia watu wazima upenda chipo, ladies sana. Moso, ladies na watoto na watu tu wa kawaida.
Watu wengi upenda chipo. Let's be realistic. Hata mimi ukula chipo. Sana sana napenda chipo mwitu. I love chips. So, deep fryer 12,000. Mimi nakubreakia. I'm being honest with you. 12,000. Aya. Viazi na mafuta ya kupika, hiyo usinunue mingi, nunua ya 10,000. Una get? Gas cylinder 5,000. Squeezy, by the way, squeezy zinafikisha ngapi complete? Complete ni 4,500. 4,500. Hata nimewawekea 5,000. Imagine. Packaging, piga ya 3K. Mtu wangu, hiyo ni 30,000. Ushaanza kupika chipo leo. Na service yako, kwanza kwa chipo. Oh my God. Service yako ndio italeta clients kwa how you talk to your clients. Usilete mashida zako za nyumbani kwa biashara. Talk smoothly to your clients, be friendly. Unajua kuna watu wengine wanakuanga who customer simpendi, but akifika hapo unamsmile, bossy, how are you? Leo unatakaje? Kitu kingine, kuwa msafi kwa hii biashara. Usiwahi sema ati sifungui biashara juu kuna competition. Hakuna. Supermarket, tuko na supermarkets ngapi? Kuna mtaa unaenda unapata iko na supermarkets hadi 4 na ni mtaa moja hata 5. So huyu alisema atafungua juu yako nayo? No, make people love you and love your business. Hiyo ni ya chipo na to snacks. Yeah, to snacks ni vitu kama tu donuts unajipikia tu hapo, ni vitu kama hizo. Another thing ni cereal shop, small scale. Ile ya small scale, serious shop. Now, here is where we go. Stock nunua ya 22,000. Stock mzuri. So, nunua vitu unajua ni ngumu kupatikana kwa area yako. For example, kwenye unaweza pata mahindi ni mingi, mbosho ni mingi, but unaweza leta vitu zingine za serious. Ulete vitu kama njahe, njugu na zisiwahi kosa. Let people brand you. Ile design wanatafutanga kitu wanasema, na kwa Savo huwezi kosa. Ukiona Savo hana, huwezi pata hii area. Kama Savo hana, wewe jua hii area hakuna. So, unapiga stock ya 22,000, tu container tu kupimia watu 3,000, weighing scale ni 5,000. Hiyo ni 30,000 imeingia hapo. Anza biashara. Hiyo pesa unataka kukunywa. Hiyo pesa unataka, kuna watu kunywa hadi 50,000 wewe. So hiyo do, end month imefika. Hiyo do, unaweza iekelea kwa hii biz. Si lazima ununue nguo mpya kila mwezi my friend. Hiyo do unaweza iekelea hapo. Una get hiyo ni 30,000. Una get. Na hii biashara by the ya cereal shop inaweza kuleteanga 500 to 2,000 profit a day depending na penye umeiseti. Unatumia tu akili, unajua serious ni kina nani ununua? Wamama sana. Ni wamama so nitakuwa friendly na watu wako na chama za wamama kwa hii area yangu. I must be friendly with them. Ukisikia mahali kuna harusi, niaje mimi naweza waletea hizi vitu. Unawaofa kitu kidogo, una drop tu ka price kidogo, unakula profit kidogo but unauza mingi. Una get? Vitu kama hizo. So strategy like I told you. Another business, number 8. Milk distribution business. Fresh milk. Imeomosha watu. Hata kuna governor fulani wa huko kaunti ya Murang'a alikuwa anaitwa Mwangi wa Iria. Nasikia alianza tu na maziwa. So, hiyo acha niku break it down. Usianze eti juu sana. Maziwa ni perishable good. Usianze juu sana. Maziwa, anza na stock ya 15,000. Containers za kupima maziwa huku Murang'a wanaitanga kalita. Nunua kalita ya hii na hii, nunua ya 3,000. Una get? Na hizo manini za kuweka. Transport ya 2,000, hiyo ni 20,000. Yako imejipin tu. Then acha nikupe siri nyingine. Ukiuza maziwa kuwa na clients wako. Kuna wase by the way wananinaisi huku mtaani, unapata umsi anafanya kwa bank but juu ako na ng'ombe home, anakujanga na maziwa, anauzia watu wako nao kwa bank. Badala uende ukanunue maziwa huko nje, nitakuwa nawaletea. So wewe niletee lita, niletee nusu, niletee nini? Imagine maziwa yako inaisha. Juu maziwa haijaitosha by the way guys. Maziwa itoshangi. Kama kuna kitu itoshangi ni maziwa na mayai. Those two things hazitoshangi. Utaipata ati watu wamesema mayai ni mingi sasa usilete ingine. Hata nikukosa inakosanga guys. So hiyo ya maziwa 20,000 iko sana, inaweza kupea profit ya 500 to 1,500 daily. I'm talking of daily basis. Can we go on? Can we get on? Hit your like button, comment and subscribe. Another one ni car wash business. Oh my God, car wash business guys. Wacha tu nikuulize swali simple Unajuana na mabeshto wangapi wako na gari? That is one. Okay, ujuani na wao. Mtaa yako kuna gari ngapi?
zenye unaangalianga hivi, unaweza kaa dakika 5 before uone gari imepita. Gari ni mingi, we have a lot of vehicles in these towns. Nduthi, magari nini, very a lot, ziko mingi. Najua hata mtaani kwako iko mingi. So this is how we do it. Pressure washer ni 15,000, anza na hiyo kidogo 15,000. Water tank usinunue ile kubwa, nunue ya 8,000. Detergents za 2k my friend. Buckets and brushes nikizipea pesa mingi sana 3,000. Hiyo ni 28,000. Ushaanza car wash yako, mti yangu. Imagine hivyo tu 28,000 unaekelea car wash, mtu wangu. Just imagine. Najua kuna mtu hapo hivi chini atacomment ati juu maji unapewa, maji unalipanga monthly. Wewe kwako unalipanga maji pesa ngapi na unatumianga aje? Way out. You see? Stima utalipa head month. So utakuwa umedhokoma. Piganga hiyo hesabu. Always, na niliwaambia wacha kutafuta excuse ya kukaa bila do. Wewe jaribu kuange tu, ulijaribu ikakataa. But usikae tu ndee usemange ai hiyo manzejo naona nikichoma. We jaribu uchome. Haujui bahati yako iko wapi ya kuomoka, mtu wangu. Another one, popcorn business. Popcorn business. Let me break down the budget. Popcorn machine 15,000. Hizi mind za popcorn sijui zinaitangwa aje. 5,000. Nunua za 5,000. Unajua hizo zinatoshanaje? Ni mingi sana. Packaging 2,000. Marketing tumia 3,000. Marketing fanya kwa watoto. Watoto wanapenda, watu wanaenda dates, ladies wanapendanga sana popcorns. Hata watu hao wanapiga story wanapenda popcorn. So hiyo ni 25,000. Na hii popcorn but then unaweza make profit ya 5,000 to 2,000 daily. Photography and event coverage. Oh my god. Sikiza hii sasa kuna best yako akona birthday, akona wedding, akona bibi yake anataka kupigwa picha, and even cooperatives inamaanisha kama watu wa Amica wanataka kupigwa picha, watu wa the Dalton Grand Hotel wanataka kupigwa picha. By the way, big up to Dalton Grand Hotel. Like I told you, it's one of the best hotels in Murang'a County. Kama unaingia Murang'a na ujaingia Dalton, mtu wangu, wewe ujui kitu unasema. Kuanzia food yao, service yao, the place is just cool. Una get the Dalton Grand Hotel, by the way, you should visit them some days. Ukipita tu Murang'a, ingia pale the Dalton Grand Hotel, one of the best. Napenda. So yeah, kupiga picha au watu cooperate nini. Let me break it down. Usianze na kamera kubwa juu ndio umeanza, my friend. Hivyo ndo nilikwambia. Make sure una minimize cost at all means. So kamera nunua ya 25,000. Memory card ya 2,000. Una get? Marketing ya 3,000. Kamera unaweza nunua second hand, ingia pale Alibaba, ingia pale AliExpress, nini vitu kama hizo. So hiyo inakuja 30,000 na unaweza 2,000 to 10,000 per event. Just imagine, uliza watu piga picha mtaani. Unadhani wanapiga picha mtaani kwa nini? Juu iko na pesa. Number 12, phones and accessories business. Oh my god. Hapa tulisema budget ni ya 20 to 30,000. Let me break it down to you. Stock usinunue ya pesa mingi. Ya pesa mingi. Hiyo usijaribu. Nunua stock ya 22,000. 22,000. Unaangalia mtaa yako watu accessories ni nini inahitajika. Una get? Nunua screen guards, phone covers, nunua earphones, chargers, virtuals, C2C, nunua za iPhone, nunua lenses. Una get? Nunua hizo vitu zenye unajua. For example, ingia tu Du Bois. Enda ununue vitu na wholesale, mtu wangu. Enda ununue hizo screen guards, usikie ni pesa ngapi. Ingia Lufuli. Hizo vitu ziko guys. Kitu unanunua 27 bob kama earphones. Earphones unadhani pesa ngapi? 27, 30, 35 kulingana na earphones unataka. Screen guard same way, my friend. Hiyo nikikwambia utashtuka. Enda ufanye research yako mzuri. But with 30,000 mtu wangu unaekelea. Una get? Nunua stock ya 22,000, display ya 5,000, branding ya 3,000, yote total cost inakuja 30,000. Profit unaweza make ya 500 to 3,000 a day. Just imagine. Simu zinapasuka daily. Watu wanakata earphones daily. Watu wanafanya bla 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 daily. So go do it. Enda ufanye more research about it. Printing and photocopy services, guys. Wow. Printing na photocopy. Hii nitaenda tu direct to the point. Weka karibu na hosi, karibu na government offices, karibu na shule, karibu na colleges. Kwa hizo vitu. Weka. Na hapa kwa printing na photocopy hapa ndo unatolea watu
license, unawafanyia nini bla bla, hizo vitu zote. So let me break it down. Printer ni 20,000, paper nunua rim ya 3,000, rangi nunua ya 5k na marketing ya 2,000. Wage market tu hiyo ni 30,000 na uta make profit ya 500 to 2,500 daily. That is it. Another one, cleaning services business. Cleaning services business ni kumaanishaje? Unaweza anza kakampuni kako kadogo, utafute mabeshte wako watatu ama pia wewe peke yako unaweza ianza. Mkwe mnafanya, for example, kuna hizo ploti zinaishingi hazinanga caretaker, but wewe unaweza hata kama iko na caretaker, unaenda unaichia kazi ya kufanya usafi kwa hiyo ploti nini. Kama ni watu wanataka sijui kupanguziwa nyumba, kuna watu wanatakanga kuoshewa tiles zao za choo, za nyumba, za kitchen, za nini. Do that business, by the way. Do that business. Cleaning equipment zina go for 15,000, chemicals 8,000, uniform 5,000, marketing jifanyia marketing na 2,000. Hiyo marketing ni TikTok, Facebook, Instagram, wapi na kujibrand, weka posters nini all over. Hiyo na unakula uta make profit ya 2,000 to 10,000 per contact. Mtu akikupigia tu hivi unakula vitu vizuri mtu wangu. Hiyo si ati nini. Event PA, MC and booking agency. Do you know how this goes? Inaendanga hivi mtu wangu Market yourself. Na kama una deal na entertainment, for example mimi ni MC, so nafanya market myself kwa clients wangu. Kama wewe ni DJ, photographer and sound provider, una get, si lazima uko na vitu zako naweza kuwa mimi ni MC, sina sound, sina camera na mimi si DJ, but mimi nikikulipisha event hata nikuwe mimi si MC, wewe mwenye uko hapo hivi unaenda kwa mtu event unamwambia sisi tunakuanga na hizi vitu, tunakuanga hadi na tent, lakini wewe una tent zako. So let me break it down. Branding poster na business card 5,000, social media marketing 5,000, ring light and microphone usinunue za bei sana, nunua za 10,000, transport and networking ya 10,000, hiyo ni 30,000. Enda kwa watu wanaekanga my events enda kwa club waambie wewe niaje miweka hizi events bana, so nipeni job. Unaenda unachora ka budget na ka proposal unawapelekea. Enda na proposal kila mahali kuna event. Nani anafanya harusi mimi by the way, badala ushinde ukitafuta sound, matent, manini, wewe mimi nitakupea ka budget, wewe uende you sit down and relax. Mimi nikupangia hizi vitu zote, nitapanga DJ, MC, the best MC, nitapanga the best sound, photographer na utapenda. So just do that. Hiyo ni 30,000 na inaweza kupea 3,000 to 20,000 per event. Kulia DJ tu, kulia MC tu, kulia hivyo. Inaendanga hivyo. So those are 15 businesses you can start with less than 30,000. That is 20 to 30,000 by the way guys. Now video next inaenda kufanya na hizi businesses zote by the way guys ni kujituma. Unafaa ujitume kwa ground. Wacha kukaa tu wewe unataka tununue nguo but hata utokeangi tukuone. Tokea we mwenyewe. Come, let's talk business. Una note sister of official okay, na niko na official. Wewe sister ni aje? Wewe naweza kutafutia shati fulani. Unaweza pata wewe nitafutie. That's how people get customer. Usikue ati wewe ni celeb tu wa TikTok. Uko na followers more than 1,000 TikTok na unaweza kosa tu watu 50. Unaweza wafanya customers wako surely. Uko na 5,000 followers Instagram, but huwezi convince hata watu 20 wakwe clients wako. Una get? So marketing ikuwe number 1, usafi, then venye unaongelesha customers wako na kitu tunaitanga social capital. Social capital ni kujuana na watu. I know somebody. Una get? Somebody trusts me in this. That is social capital. Una get? So mimi sina la ziada. Make sure umeshare hii, umecomment, umelike na umeshare na mtu inaweza saidia mtu somewhere, you never know. So tukuzane next na kuleta ingine. Hii kwanza itakuwa mbaya hata sijui nitakwambia aje mtu wangu. But let it come. So make sure umesubscribe pia, tuna grow pamoja. Subscribe kwa hii channel. Kama una watch na uja subscribe, unafanya makosa. Unasikianga makosa. Una watch uja like, uja subscribe. Unaweza kusubscribe. Oh my god. So guys, let's subscribe. Na nini ingine nimesahau? Wewe producer, hakuna kitu kingine nimesahau? Yeah, so subscribe. Ambia beshta kwa subscribe wewe. Bwana wewe hapo wewe na kuona una watch na uja subscribe wewe na kuona. So guys, see you, adios muchachos. See you next. Acha nikuona kwa hii next episode and let's go. Sina la ziada. Hata mimi niende nikajaribu hizo business. Msiseme hakuna kazi.
ama ni aje? Sio